Mke wangu, leo na taarifa nzuri sana. Na imani utazipenda na utazipokea vizuri mno. Yangu unachanganya. Unajua na hamu ya kuzisikia hizo habari za kunifurahisha. Kwanza naahidi kwamba endapo nakupa hii taarifa utanitimizia ahadi yangu. Basi kwa hizo taarifa kwangu mimi za furaha tena sana tu. Na angalau sasa hivi Mungu umefanya thubutu. Umejaribu. Leo nilienda kwa kaka na nimemwambia shemeji kwamba aondoke pale. Na hivi ninavyokuambia nimemwacha ajiandaa kukusanya virago vyake na kwenda kwao. Usijali baba. Afe kipa, afe beki. Mpaka kieleweke. Kweli mke wangu. Basi tuutendee vema uwanja wa Mkapa. Lakini sasa huwezi kupata sasa hivi. Kesho mguu wako, mguu wangu, mpaka kwa shemeji yako. Hata nikijaribu kucheka machozi hunitoka. Tere bina ye dil ab ji na paaye. Bila wewe moyo huu hawezi kuishi. Tera wada tha pyar kabhi na tootega. Hivi Ruta, ulijuaje kama napenda maziwa? Wanasema mtu unayemjua na unayemkubali na kumpenda huwezi kujua furaha yake. Asante na shukuru kwa sababu ni kitu pekee ninachokipenda sana. Usijali. Na nataka nikwambie tu kitu kimoja. Unajua naishi sana kwa kufuata maneno yako. Nilipopata hii kazi ya ulinzi nikaa hapa nikasema mwanamke aliyefanya nipambane nitafute hii kazi ya ulinzi. Mshahara wangu wa kwanza tamnunulia kitu ambacho yeye anapenda na najua wewe unapenda maziwa. Tami, nadhani unaelewa. Moyo wangu, hisia zangu zote zipo upande wako. Nakupenda sana man. Hivi Ruta, haya mambo bado yapo katika akili yako? Ni mara ngapi nakwambia sikupendi? Charlie. Elimu yangu nilionayo ulikanyagia sana. Wewe ndio umefanya mimi nikafanya kazi ya ulinzi nje na elimu nilionayo. Naleta zawadi ya mshahara wa kazi yangu ya kwanza. Leo unaniambia unipendi ta. Nikupe nini wewe ujue mimi nakupenda? Ila sikiliza nikwambie. Haijitokea nikakusahau na haitotokea nikakuacha. Nakupenda sana. Mimi nakupenda sana. Siwezi mimi. Nani alikupa ahadi?
Hivi ukiniangalia mimi ni asi yako, tunaendana? Tunaendana? Nitizame. Mimi na tuko sawa. Sasa sikia nikwambie. Naongea hichi kitu na sitakuja kuongea tena katika maisha yangu. Kama umechoka kukaa hapa kwetu au umechoka kuja kunisalimia hapa nyumbani kwetu, iko hivi, utachagua mambo haya mawili: kunisikiliza mimi au kusikiliza huo moyo wako. Kwa hiyo ulivoleta hivi maziwa vyako ukajua nda kukubalia? Niangalia ni wapi na ni lini ukaniona mimi na mwanamke man? Mapenzi uchizi man. Kijijini wanalalamika wana shida man. Niliwaahidi kwamba mshahara wangu wa kwanza lazima niwatumie man. Ila wewe ndo namba moja wangu man. Zawadi nakundulia wewe. Na isitoshe nadhani kwenye simu yako jao hela yote nimekutumia. Nakupenda man. Mshahara wangu wote nimekupa wewe. Ndio huruma man. Unaniangalia nini? Ondoka. Kampende bibi yako. kumbukumbu zimebaki हर सांस में तेरी खुशबू बस गई Mbona niangalia sana? Hamna dada. Mara ya pili nikaza chakula. Humu ndani namwaga chakula. Uone kama najisababisha vidonda vya tumbo kutokula. Mimi nitakula tu usijali. Hebu acha kuwaza kabisa kuhusu mimi. Sawa? Alafu, hebu nikuulize jambo. Niulize. Hivi kwa mfano wewe umeolewa. Alafu bahati mbaya mume wako afariki. Alafu ndugu wa mume waanze kukusumbua kuhusu mali. Ungefanya nini? Mimi hapa? Mimi ningefanya kitu kibaya. Mali nilizotafuta mimi na mume wangu. Ningefanya kitu kibaya acha.
Umejibu vizuri sana. Na sikutegemea kabisa ungeongea neno kama hilo. Lakini unaonekana mpole, kumbe una roho fulani hivi eh? Amna. Basi sawa. Wewe nenda kaendelee na kazi zako. Sawa dada. Najua unapitia wakati mgumu wa kuondokewa na shemeji. Lakini basi nakuomba unakula. Mwili ujengi na matofali. Sawa, usijali. Tena itabidi uniandalie chakula kizuri. Usiku nile mbele ya macho yako. Naona uniamini kabisa. Sawa, mimi nitakwenda. Basi sawa. Alikuwa mjane, moyo wake wa huzuni, machozi usiku, hana wa kumwambia. Mume wake alifariki, nyota yake ikazimika. Mama mkwe na shemeji walimgeuka ghafla. Yaani kwambie T, yaani kichwa kinaniuma sana. Yaani sielewi mpaka dakika hii nifanye nini. Tami, mbona unanitisha hivi? Kwani kuna nini rafiki yangu? Yaani hapa nilipo na wanaume wawili. Katika hao wawili, mmoja ananipenda sana na yuko tayari kufanya chochote juu yangu mimi. Ila huyo wa pili mimi nampenda sana. Yaani sana. Lakini yeye ananichukulia kama dada yake. Afu kinachokuja kuniuma zaidi, yeye ameoa. Aise, pole sana rafiki yangu. Lakini mimi nakushauri, ni bora ungekuwa na huyo tu ambaye anakupenda. Kwa sababu unayempenda wewe tayari kashaoa na mke wake. Na wanapendana yeye na mke wake. Kwa hiyo mimi cha kukushauri ni bora uwe na huyo ambaye anafanyaje anakupenda wewe. Kwa sababu mapenzi ya kulazimisha sio mazuri, inaweza ukaforce afu yeye akakuumiza baadaye. Hivi T, nimekuita hapa unishauri au nimekuita hapa unichagulie mume wa kuwa naye? Mimi sijakuchagulia mume. Mimi nimejaribu kukushauri kama rafiki yangu. Lakini kama umeona ushauri wangu haufai, basi unaweza kuupotezea ukafanya vile unapenda wewe. Jaribu kusisikiliza hisia zangu. Nimekwambia ninampenda sana. Alafu Tami, kwambie kitu rafiki yangu. Kumwacha mtu unayempenda akaenda kwa mtu anampenda zaidi, nao pia ni upendo. Naomba unisikilize T. Naona hapa hamna unachonishauri. Hakuna cha maana chochote ambacho utanishauri kwa siku ya leo. Naomba ufanye tu uondoke. Sawa, mimi naondoka, lakini ukweli ndio huo. Nimekushauri kitu ambacho kitakuja kukusaidia wewe baadaye, na sio kwa faida yangu, ni kwa faida yako. Naondoka. Shikamoo. Marahaba. Za hapa. Sijambo, karibu. Asante. Kwanza mwenzio yuko ndani? Mama, kuna nini? Ila hayupo. Mwanangu Gumbwa, wewe ni kijana msomi. Natumai una elimu ya kutosha. Sijakuelewa mama. Unamaanisha nini? Toka kaka yako amefariki, haujachukua action yoyote. Yule mwanamke amekaa tu kule
hana faida yoyote. Hajamzalia kaka yako. Na wewe umekaa upo tu. Mama yako ameongea na wewe mara nyingi, lakini haujachukua maamuzi yoyote. Kweli? Sawa, nimekuelewa. Mimi ni hayo tu. Maamuzi ni yako. Mwenzangu mzima lakini. Hilo silo lilonileta. Fanyia kazi nilokuambia. The promise, मैं रहूं सदा तेरे पास. The promise, न छोड़ूं तेरा हाथ कभी खास. Karibu mwanangu. Nimekaribia mamangu. Umeadimika sana. Najua mama, akiwa kijana ajishughulishi, muda mwingi mkimuona sana mnamchoka mama. Na namshukuru Mungu sasa hivi kuna kibarua nimepata hapo kati cha ulinzi. Kwa muda mwingi nakuwa pale. Sasa siku 2-3 hizi kuna kalikizo nimepewa na bosi wangu man. Kwa hiyo hongera sana. Unajua vijana siku hizi lazima mjibidiishe. Usisubiri mpaka ajira. Najua una elimu nzuri, lakini ukipata kazi yoyote ile, ili mradi tu mkono unakwenda kinywani. Hongera sana. Ni kweli, na ukiwa mtu wa kazi lazima ufanye kazi, na mimi naifanya kazi man. Lakini Tami yupo? Tami yupo. Naweza kumuona? Tami? Tami? Kuna mgeni wako? Yani mama. Mama. Upendi kuniona na fly mama. Utaki kuniona nacheka. Luta akija tena hapa mama, sihitaji uniite. Pole sana mwanangu. Amna mama man. Atakuwa ajala. Acha mimi niende. Karibu tena. तेरी आंखों में है चांदनी सा नूर, मेरे दिल को मिला है सुकून का सूर. Sio sisi naona unanitafuta. Na imekuwa jambo la hili kukukuta hapa. Ngoja ngombe kitu kimoja. Wewe mimi kitu gani ambacho nimekulia mpaka unanisaka kama hivi? Hivi wewe uone aibu? Yaani unatembea na mwanamke umri umeenda, ni mtu mzima kweli Kobelo? Unapoteza nguvu zako bure, unashindwa kutafuta hata kazi ya kukimu mahitaji yako. Yaani unakuta mamako kijijini anajua huko mjini mtoto wake unafanya kazi, unajishughulisha, kumbe unakazania tu kulelewa. Jamani Kobelo, hivi hujihurumii kabisa? Unakomalia kulelewa na mwanamke. Oya,
Yaani bahati nzuri tu weusi ndio unakustiri. Kwa sababu ninaweza nikapiga kitu afu nisikione kitu. Oya. Yule limama japokuwa ananilea, naishi naye, ananitunza. Kiukweli Kobelo unavoniona hivi, napenda sana kulelewa. Na yeye kanipenda. Sehemu gani ambapo pamekuwasha pamekukeleketa mpaka unaanza kunijadili penzi langu mimi na mke wangu? Nishajua. Madhaifu yenu wanawake wewe usinayajua. Alafu bonge. Mna vichembe chembe vyenu. Hata kwa madako siwezi kuja bahe. Mwe. Eti mamako anakuzila ni wa mayai. Cheki, sura kana komba mboga. Unafikiri mimi naweza nikala vyombo hivi? Wewe pisi yangu jinsi ninavyomjua Kipini. Yaani wangejua vitu anavyonipa yule mtoto. Kuna muda siku moja kanipigia ile staili haki ya Mungu. Ile sitoipata zaidi ya peponi. Na kakuzidi miaka ni wa mayai na mimi na wa mayai yake yakikutana. Mama, mimi leo siko sawa kabisa yani. Kuna mambo chungu mzima yanachanganya kichwa changu. Belina, matatizo gani tena? Mama, kuhusu Gumbwa. Namuona kabisa anapotea. Yaani najiona hivi hivi namkosa. Maana hana hata anachokifanya. Yaani mama, naona kabisa Aida inaniita mimi. Yaani najiona kabisa mama Aida inaniita. Alafu kingine, mimi nimemtumainia Gumbwa yeye ndo mwanaume. Aende kule kwa dada akakaa ongee naye ili aweze kutoka mle ndani. Maana mimi na wewe anatudharau. Kwa hiyo nikaona nimtumie Gumbwa ili aweze kutoka kwa haraka. Lakini cha ajabu sasa wewe Gumbwa mwenyewe. Anabaki kucheka tu akienda huko. Yaani mimi nachanganyikiwa mama, siri hata nifanye nini? Belina mwanangu. Wala hata usiwe na wasiwasi. Yule Gumbwa mimi ndio mamake niliyomzaa. Yaani nakuhakikishia mwanangu Belina, pale kwenye ule mji utaenda kukaa wewe. Kwa sababu wewe ndio mwenye mjukuu wangu. Wewe ndio mwenye faida kwangu, sio yule mjinga yule. Umenielewa? Mimi nitalifanyia kazi, wala usiwe na wasiwasi kabisa. Nitaongea na Gumbwa. Yaani mama, mwanao Gumbwa akienda kule, anafanya kazi tu kucheka cheka, anapewa vyakula, anakula na shiba, anasahau kabisa kilichompeleka kule. Yaani mama mimi naogopa. Nesi kabisa mwanao utamkosa. Atakuja aikae madawa awe ndondocha. Mimi naogopa mama. Asije mume wangu naye akamfuata kaka yake. Belina. Yaani wazo hilo ondoa kichwani mwako. Yaani yule hamwezi kumlisha kitu chochote. Labda sio mimi Mwamvua. Mama. Asa mtu anakuposti TikTok afu unasema umjui ndo nini sasa hivi? Nilikuwa na kiwivu fulani yani. Akasema huyu sasa tena watu comment wanaanza kushusha. Oya, huyo nani huyo? Hilo mimi mwanangu nitumie namba zake. Akasema mbona anaposti afu Nikobelo nani kaniposti? Nisikilize sasa. Kiukweli wewe unanisumbua muda mwingi sana. Sio kunisumbua. Akili yangu naisumbua vya kwako muda mwingi sana. Ni mwanamke mmoja ambaye kiukweli changanya sana akili yangu. Na imekuwa jambo la heri. Yaani kwamba kitendo ambacho mimi kuwa na wewe ama ikitokea ukiwa na mimi, naona kabisa kuna umbali wa maisha yetu yanafikia. Nikobelo. Kwani nani mtaa mzima asijua kama unatoka na Dada Kipini? Alafu jambo usilijua. Mimi ni mdogo wa Dada Samira. Samira na Dada Kipini ni marafiki. Kwa hiyo mimi ni shemeji yako. Sasa mbona wewe mweupe? Yule mwenzako pilala gari usiku wa manane. Vipi tena hapa? Na jamani. Yule dada simpendi. Hivi kwa nini mtu mbea mtu mnafiki anapewa mwili? Yule Mungu anashida. Yule ndo anataka niharibie mimi Kipini. Ngoja nikwambie tu ukweli. Wewe mwenyewe ulikuwa unakutest ili nijue mitambo. Ungeikubali ngeichapa. Hamna sababu mama. Ila dadako simpendi. Anataka kuniharibia. Tena anaenda
Kamwambie. Mwambie Kobelo hata kikufuatiliwa mapenzi yake na Kipini. Kipini yeye kuniambia mimi eti Kipini ananiua mayai yangu mimi. Mayai yangu anajua alipo. Anajua mimi ananipa nini? Anajua mimi Kipini anapata shida gani kunihudumia. Oya, dadako namchukia mpaka kufa. Mwambie hivi, vita ya Kobelo kuianzisha rahisi, kuimaliza hapo dada kaburini. Ama zake, ama zangu. Please. Wahadhari. Toka. Wewe mwenye nini wewe? Nyuma lipo ukilitoa dela hamna kitu. Gumbo mwanangu. Kila siku naongea kitu kimoja lakini hutaki kunisikia. Kwa nini mwenzako anapokaa na kukushauri na kuongea nawe kwa nini hutaki kumsikiliza? Kila siku naongea swala la kwenda kukaa kule kwa marehemu kaka yako na mke wako. Lakini hutaki kunielewa. Mimi nilipo hapa nahitaji wajukuu nicheze nao, niwatume gengeni, niwatume dukani. Ili nijisikie raha. Sasa kutokana na hali aliyokuwa nayo mwenzako, inabidi ufanye mpango, mwende mkakae kule kwa marehemu kaka yako. Sawa Gumbo? Sasa nakupa siku hizi 2. Uwe umeshahakikisha kwamba yule mwanamke kule ameondoka na mmehamia kule. Umenielewa Gumbo? Sawa. Nimekuelewa mama. Lakini ya mambo yanahitaji haraka. Taratibu tu. Yaani mama, kila siku Gumbo ndo hivyo hivyo. Kazi yake tu sawa lakini utendaji wa kazi ni zero. Mami nishachoka. Nini? Belina mwanangu, wala usiwe na wasiwasi. Na kuhakikishia mtahamia tu kule. Gumbwa, mimi ndio nilikuweka tumboni. Sasa endelea kunidharau. Karibu shoga yangu. Karibu shoga yangu. Ushoga gani wa kinafiki? Samira. Wewe rafiki yangu wa muda mrefu sana. Hatujawahi kuvunjiana heshima hata siku moja. Hivi Samira, unawezaje kumsimamisha mume wangu barabarani na kuanza kumdhalilisha? Yule ni mume wangu mimi. Wewe ni shemeji yako. Haijalishi awe mkubwa, awe mdogo, awe mzee, awe kijana. Yule ni mume wangu mimi. Unajui nini anachonipatia? Karibu mwanangu. Asante sana mama. Unakumbuka siku ile nilipokuja nyumbani kwako uliniuliza kuwa mwenzio hajambo? Ndiyo nakumbuka. Nimekuita leo ili tuzungumze. Gumbo mwanangu, binti yangu anakupenda sana.
Najua sio heshima kwa mzazi kuzungumzia haya, lakini kutokana na hali iliyopo utaniwia radhi. Acha niseme tu, na kuomba Gumbo mwanangu, kumuoa binti yangu Tami. Nawezaje mimi kumuoa Tami aliyekuwa tayari mimi nimeshaoa? Na sio kuoa tu, Tami mimi wakati wote namchukulia kama mdogo wangu. Mama, mimi ni Mkristo, na kama unavyojua sisi wa Kristo tunaruhusiwa kuwa mwanamke mmoja tu. Hata hivyo, uchumi wangu mimi hauniruhusu kabisa kuoa wanawake wawili. Hapana mama, mimi sitoweza. Hapo mwanzo tulikuwa tukiishi kama family friend. Naelewa ukaribu wako na Tami. Basi mpe nafasi hiyo nyingine. Mweke karibu. Anapitia maumivu makali sana binti yangu. Nini? Nisikilize. Kwanza naomba tusameane kwa kashfa ambayo tumetoleana pale siku ile. Lakini nimejaribu kukaa nyumbani, nimegundua kama nimekukosea. Cha pili, nikitoa tu mambo mengine nisiudanganye moyo wangu. Mimi nipo serious kweli. Nakupenda. Habari sijui ya Kipini, sijui dadako Samira, naomba tuachane naye. Naongea kutoka uvungu na moyo wangu. Bina, naomba kuwa naye. Kwa sababu yule lishangazi. Hivi unaamini kweli mimi kuna kitu ambacho yule ananipa naweza nikalizika? Sio vitu vyangu. Tukitoa habari ya sijui Samira, huyo Kipini ambaye mnasema mimi mpenzi wangu, kwanza kulelewa sijazoea. Sio vitu vyangu. Mimi ni mwanaume ambaye gentleman, mluguru wa kwanza ambaye nimekuja da kutafuta. Nitakubali vipi mimi kulelewa? Mwanamke anatoboa pua. Mwanamke mimi kweli nazalilika sana, nazalauliwa sana watu kuniambia mimi kwamba Kipini mpenzi wangu mimi afa ananilea. Siwezi kuwa mwanamke ambaye kafiri. Nilelewe mimi kwa kipi ambacho mimi siwezi kutafuta? Bina, hebu kuwa na mimi uone vitu ambavyo nitavovifanya. Nitakupa mapenzi ambayo hujawahi kuyaona. Kafue baba kabulini hapa ingekupo udongo kujia nilambe, lakini yote mapenzi yangu. Asante da Kipini. Nadhani umesikia mazungumzo yote alikuwa anaongea mwanaume wako. Sasa mimi naongea naye Kipini vipi tena? Wewe nani? Ona sasa. Kwani upo hapa mamangu muda wote? Kwani nyinyi jamani mpenzi wangu Kipini inawahusu hata kama nanilea sana nilea mimi? Uchunganishi wa nini kati ya mimi na mpenzi wangu?
Mke wangu, tusipokuwa makini, haya mapenzi naona kabisa watu washakilia kidati wanataka yavunje. Hivi kweli binti wa kunitaka mimi na dadake? Wananionaje mimi upande wako? Wananichukuliaje? Eti nakobelo unalelewa na kipini wa kwangu. Mkome. Mimi utakunchanganya mimi na mpenzi wangu. Eti mamangu, anakuona? Jamani, wewe mama, kipini. Karibu sana Gumbwa. Asante sana Tami. Nimefurahi sana kukuona. Pia sikutegemea kama utakuwa hapa leo. Na mimi nimekufanyia surprise tu kwa sababu mama alihitaji nifike hapa nikusalimie. Gumbwa, kama mamangu alivyokuelezea, niko tayari kuolewa hata mke mdogo. Na nitakisha nafanya lolote lile ili nisimkwaze mke mkubwa. Kwa sababu nakupenda sana. Na siko tayari kukupoteza. Nakupenda Gumbwa. Tami, hiki ndicho ulichoniitia hapa. Ndio Gumbwa. Tami, wakati wowote mimi naamini kwamba wewe ni dada yangu na mimi ni kaka yako. Umewahi kuona ndugu wanaoana? Haya ni maajabu. Na haya maajabu nataka kuyaleta wewe. Nisikilize. Napenda sana mke wangu. Na namheshimu sana mke wangu. Hivyo kuanzia sasa sihitaji tena kusikia maneno ya kipuuzi kama hayo. Na sasa ndio umenielewa. Na hii ni kwa faida yako. Kama utahitaji urafiki wangu mimi na wewe, karibu. Lakini kama utahitaji kuendelea kuzungumzia upuuzi huu, sitakubali hata siku moja mimi kuwa karibu na wewe. तेरी आंखों में है चांदनी सा नूर, मेरे दिल को मिला है सुकून का सूर। जब से तू मिली जिंदगी है रंगी, मैं लिख दूं तुझ में अपनी कहानी। Kuna mwanga wa mwezi machoni pako, moyo wangu umepata utulivu. Haiwezekani. Siwezi kukubali aniache hivi hivi. Lazima nipambanie penzi langu. Hapa itabidi niende kwa mama yake nikamweleze juu ya hisia zangu kwake yeye, kwa sababu nampenda sana na siko tayari kumpoteza. Nitahakikisha nafanya mbinu yoyote ile ili awe na mimi. Sitakuwa mnyonge tena. Lazima nipambanie na ninahakikisha nitafanikiwa. Kuna mwanga wa mwezi machoni pako, moyo wangu umepata utulivu wa muziki. Tangu nimekutana na wewe, maisha yamepata rangi.
nataka niandike hadithi yangu ndani yako. The promise, the promise, मैं रहूं सदा तेरे पास. Karibu Tamika. Asante sana mama. Habari za huko utokako mwanangu? Salama tu, sijui wewe unaendeleaje mwanangu? Sisi tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Mama, ni kipindi kirefu sasa nikikaa namsubiria Gumbwa. Naomba ongea na Gumbwa mama, anioe. Tamika, mbona unanirudishia machungu ya mtoto wangu? Unanifanya nafika mbali kimawazo. Hili kovu niliyokuwa nalo bado halijafutika. Na wewe tena unaniletea mambo yako mengine. Gumbwa? Ina maana wewe utambui kama Gumbwa na mkewe? Alafu hata hivyo, Gumbwa wewe ni kaka yako. Sina lingine la kuongea zaidi ya hili kuhusu Gumbwa mama. Nimekuja kukuomba mamangu. Tamika, haya mazonge niliyokuwa nayo yananitosha. Usiniletee mikosi kwenye nyumba yangu. Naomba unielewe. Bado nina machungu makubwa sana kwa mtoto wangu. Leo hii unakuja hapa nyumbani kwangu, unaanza kujiliza, unamtaka Gumbwa. Sitaki kusikia katika masikio yangu. Lakini mama. Lakini nini? Nimeshasema sihitaji kusikia hayo maneno masikioni mwangu. Mama. Sio mimi mama. Mama moyo. Moyo mama. Naomba unisaidie. Wewe hujafunzwa na wazazi wako Nampenda sana Gumbwa mama. Kama ni habari nyingine, nipo tayari kusikiliza, lakini si habari hizi. Ukinihitaji nipo jikoni napika. तेरी आंखों में है चांदनी सा नूर, मेरे दिल को मिला है सुकून का सूर। जब से तू मिली जिंदगी है रंगी, मैं लिख दूं तुझ में अपनी कहानी।